وأفض على صائمين رضوانا ونفحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه لا خير في من عصى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ليد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. أحبابنا رسول الله، أما موضوع الخطبة اليوم عنوانها يقول في هذه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رمضان شهر المبارك فرض الله عليكم صيام. أحبابنا رسول الله، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kurudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kuiona Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu ambazo tutazifanya katika siku ya leo, na Allah atupatie taufiki ya kuweza kuimaliza Ramadhani, na Allah atujalie atukutanishe kuiona Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote naanza kuihusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna jambo lililokuwa kubwa zaidi, jambo ambalo ni bora zaidi kama mtu kuwa na uchamungu katika moyo wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza katika aya ambazo tumezisoma. Allah anasema baada a'udhu billahi samii'un 'aliim minash shaitanir rajim: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ya saumu ni watu kuwa na uchamungu katika moyo wao. Malengo ya saumu ni watu kupata swiha. Malengo ya saumu ni watu kuirithi jannatul firdausil a'la. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametupendelea, Waislamu wamependelewa kuweza kuletewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aya hizi zilipoteremka, aya za saumu, na Mwenyezi Mungu anasema ayyaman ma'dudat, ni siku chache sana. Wallahi Muislamu, endapo Ramadhani itaingia alafu utaanza kufanya mchezo ndani yake, basi itakuwa umepata hasara kubwa sana. Ndio maana maswahaba radhiyallahu anhu wanapoingiliwa na mwezi wa Ramadhani walikuwa wakijitahidi katika ibada, ni kama ambaye kwamba hata hawatauona mwezi mwingine wa Ramadhani. Wanafanya ibada kama ambaye kwamba huu ndio mwezi wao wa mwisho, hawataona tena. Hii ndio ilikuwa kaida za maswahaba radhiyallahu anhu. Leo sisi tunaingiliwa na Ramadhani, lakini mtu hana shughuli ya kuonesha nguvu na juhudi ambazo kwamba ataziweka, ataongeza katika ibada zake kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweza kupata fadhila ambazo ziko ndani ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya hizi za saumu zilizokuwa zinateremka, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman
معدودات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Aya hizi zilipoteremka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalieni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Aliwaita maswahaba akawakusanya. Baada ya kuwakusanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia maneno muhimu sana, na haya maneno ndio leo yatakuwa ndio hutuba yetu ya leo. Lakini kabla tuingie katika maneno haya, mwanzo malengo ya saumu ni nini? Saumu imeletwa kwa sababu ya watu kuwa wacha Mungu. Saumu imeletwa kwa sababu ya watu kuwa wacha Mungu. Saumu imeletwa kwa sababu ya watu wapate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu imeletwa kwa sababu ya watu wapate wairithi jannatul firdaus al-aala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, angalia katika miezi yote 12 hakuna mwezi aliupatia daraja kama mwezi huu wa Lailatul Qadr, mwezi huu wa shahru Ramadhan, kama huu mwezi wa shahru Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, kila mtu anafaa ajipinde katika ibada. Wallahi, kama ulikuwa unafanya mchezo Ramadhani iliyopita, ekajihudi sana katika Ramadhani hii. Jiongeze nguvu sana katika Ramadhani hii. Uache kufanya mchezo. Waangalieni maswahaba na wacha Mungu walivyokuwa. Tukiangalia Ummul Mu'minin Hafsa radhiyallahu anha, inapoingia Ramadhani, awwal min shahr Ramadhan, awwal yawm min shahr Ramadhan, siku ya kwanza ya Ramadhani, tulikuwa tunamuona vipi? Tulikuwa tunamuona akifanya nini? Sawimina wa qawimina. Alikuwa akifunga sana Ramadhani, na vile vile akisimama qiyamul layl awwal min Ramadhani. Usiku wa kwanza wa Ramadhani ndio alikuwa akianza qiyamul layl yake. Leo sisi tunangoja siku zile za 10 za mwisho, ndio kila mtu anajipinda anataka kutafuta Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, ndugu zangu Waislamu, inatafutwa katika siku ya kwanza ya Ramadhani. Maswahaba walikuwa wakianza qiyamul layl katika masiku za kwanza za Ramadhani. Hii ni kuonesha juhudi ambayo kwamba inapatikana katika Ramadhani. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume anasema mwenye kufunga Ramadhani imanan. Hapa kwa nini imetajwa imanan? Kwa sababu gani? Kuna watu wanafunga kwa sababu wengine wanafunga. Kuna watu wanafunga kwa sababu watu wengine wanafunga, wanafuata tu wanafunga. Kuna wengine wanafunga lakini hawajaacha maasi yao. Ya ba'i al-khair aqbil ala tu'ati, wa ya ba'i sharri aqsir wa tubu an sayyi'at. Ewe mwenye kufanya mamema, ewe mwenye kufanya wema, mwenye kufanya thawabu, zidisha katika thawabu zako, endelea. Na wewe ambao kwamba ulikuwa na muasi Allah, ndio huu mwezi wa kusamehewa, ndio huu mwezi wa kupata bonga point, ndio huu mwezi wa kuipata jannatul firdaus al-aala. Lakini angalia malipo ya saumu, Allah kayaficha. Mwenyezi Mungu asema, as-sawmu li wa ana ajiz. Saumu mimi ni yangu mimi, na mimi ndio nitakayelipa hii saumu. Allahu akbar, ya salam. Wewe unaonaje? Wale watu wote wamekusanyishwa mahali pamoja, pengine na mheshimiwa fulani, pengine na rais, wamewakusanya, alafu wote wakapewa kila kitu, mshahara wao mtu akalipwa. Lakini mwingine akaambiwa, wewe mshahara wako tutakulipa special, ngojea wewe. Basi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika saumu. Allah ameiweka saumu, yeye mwenyewe ndiye atakayelipa. Wallahi hatujui Allah subhanahu wa ta'ala atailipa hii saumu vipi. Hatujui. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui namna saumu italipa malipo gani. Ni malipo makubwa Waislamu. Waislamu hatufai kucheza sana katika huu mwezi wa Ramadhani. Waislamu tunahitaji juhudi jikikaribia katika ibada, kakamula katika ibada. Angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alipomuhusia sahaba mmoja akiitwa Abu Dharr, akamwambia ya Abu Dharr, usikum ya Abu Dharr, ewe Abu Dharr nakuhusia Abu Dharr. Akamwambia la akiluhu katadbir wala alwara kalqaf wala alhasaba kalghusl khulq. Mambo matatu muhimu Abu Dharr anahusiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu wasia unatuhusu sisi Waislamu. Sikiliza wasia wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimuhusia Abu Dharr. Akamwambia la akiluhu katadbir, mwenye akili ni yule ambaye kwamba atakuwa na mazingatio na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa na mazingatio na maneno ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio mwenye akili. Ikiingia Ramadhani anajua Ramadhani imeingia, nafaa nifanye kadha. Huyo ndio mwenye akili. Ya pili akamwambia wala kalqaf, mtu kujizuia katika maasi ni jambo zito sana. Waislamu wa leo hatuna kujizuia katika maasi, imekuwa ni taabu, imekuwa ni kazi ngumu watu kujizuia katika maasi. Wara ni mtu kujizuia katika maasi, simuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Mtu anafaa sana ajizuie katika maasi, kila analolifanya lake na kwa la khair. Ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mtu akiingia katika Ramadhani anafaa afanye nini? Ametueleza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jitahidini katika ibada. Tujitahidini katika ibada, tusijitahidi katika kuandaa futari, mapilau. La, tujitahidini katika ibada. Waislamu, ifanye hii Ramadhani yako ndio Ramadhani ya mwisho. Yaani fanya hii Ramadhani yako ndio Ramadhani yako ya mwisho. Hujui kama utaipata Ramadhani nyingine. Alhamdulillah, Allah ametuiletea Ramadhani. Wako wengi walitarajia kuingia katika mwezi wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaondoa. Wengine walikufa jana, wengine walikufa juzi, lakini sisi alhamdulillah Allah ametuingiza katika Ramadhani, na Allah atufikishe atumalize hii Ramadhani salama na afya. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi za saumu zikoteremka ndio itakuwa maudhui wetu. Aya hizi za saumu zilipokuwa nateremka, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya maswahaba, akawaambia maneno muhimu sana, na hii message tuifikieni, kila Muislamu aichukue katika juma ya leo. Ndiyo hutuba yangu ya leo, maneno haya ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya za saumu zimeteremka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawakusanya maswahaba, kina Abu Bakar wa Umar wa Uthman, maswahaba wote wakakusanywa. Mtume akazungumza maneno haya, sikilizeni maneno haya. Hadithi hii imepokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ata'u ramadhanu shahrul mubaraka faradallahu alaykum siyam, ila akhir alhadith. Underline, ata'u ramadhanu shahru mubaraka, underline hapo chini. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa mjuzi, Allah anavyotupendelea. Mwenyezi Mungu ameutaja mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wenye baraka. Katika miezi 12 hakuna mwezi hata mmoja uliotajwa wenye baraka isipokuwa mwezi huu wa Ramadhani. Kuna nini? Baraka ziko wapi? Waislamu, tuzikimbilieni baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Ramadhani kuna baraka. Hizi baraka ni nini? Mwanzo baraka ni fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kuna Lailatul Qadr. Mwenye kumfuturisha mwenzake Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwandikia thawabu. Kila unaposwali swala yako sio sawa katika swala nyingine malipo yake. Saumu yako, sadaka zako sio malipo sawa katika siku zingine. Allah ameweka kila kitu double. Wewe Muislamu unangoja nini? Kuna salatu tarawih. Allah ametuwekea hizi zote ni boka point, thawabu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawita kama mwezi wa baraka. Na tuipateni baraka hii katika Ramadhani, na hii baraka lazima itafutwe. Baraka, ndugu zangu Waislamu, ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu. Unaweza ukawa na watoto wengi, Mungu amekujalia watoto wengi, ukawa na watoto wako wengi, lakini wakakosa kitu muhimu kinatoa baraka. Unaweza ukawa na mali nyingi, Allah amekujalia una mali, una magari, una maduka, una manyumba, una kadhaa,
lakini Allah akaitoa katika mali yako kitu kinachoitwa baraka. Unaweza ukawa na wake wazuri, lakini wake zako wale wakakosa baraka. Unaweza ukawa na elimu, umesoma elimu za juu, una master, una degree, una thanawi, ukasoma elimu yako ikakosa baraka. Angalieni al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi ana kitabu chake ambacho kila mtu kikitaja anakijua, Riyadhus Salihin. Hili kitabu kila mtu amesoma. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokiweka baraka katika kitabu hichi. Kila mtu dunia nzima, watu wote wamesoma kitabu kile. Kwa nini? Kimeingia baraka ndani yake. Allah ameweka baraka. Na Allah akikuwekea baraka katika maisha yako utayaona yanaenda vizuri. Ukiweka baraka katika watoto wako watakuwa si watoto wale ambao kwamba wananyonga watoto ambao kwamba wanafanya maasi. Allah anawekea baraka watoto wako, wanahifadhi Qur'ani, watoto wako wanakuwa werevu katika shule, watoto wako wanakuwa wanakusaidia. Ameweka nini? Baraka. Kuna watu leo wamekufa miaka 100 imepita, lakini mpaka leo tunawataja. Mtu akitaja sahaba Abu Bakr Siddiq, kila mtu anasema radhiyallahu anhu. Kwa nini? Alipata baraka. Mmoja katika baraka alizozipata akiitwa sahaba huyo akiitwa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf aligura pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia wapi? Madina. Abdurrahman ibn Auf akifika Madina alikuwa hana chochote. Mtume akawaunganisha maswahaba wale Ansar na wale Muhajirin. Mtume akawaunganisha. Mmoja katika sahaba aliunganishwa na Abdurrahman ibn Auf. Sikiliza huyu sahaba anamwambia sahaba Abdurrahman ibn Auf anamwambia nini radhiyallahu anhu. Anamwambia, mimi nina mashamba katika nchi ya Madina. Angalia mashamba yangu haya mazuri. Angalia mashamba yangu mazuri haya. Chukua moja katika mashamba yangu. Mwisho akazungumza maneno ambayo kwamba yanastahili kuandikwa na wino wa dhahabu. Akamwambia, mimi na wake zangu wazuri, kuna Fatima, kuna Zubaida, kuna Hadija hapo pale. Wake zangu wazuri hawa, angalia katika wake zangu, wewe umemwacha alafu umchukue wewe umuoe. Angalia mahaba ya Waislamu walivyokuwa wanapendana. Mahaba ya Waislamu walivyokuwa wanapendana. Lau bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafufuka leo hii, awaone Waislamu wa leo namna wanavyochukiana, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atalia sana namna Waislamu wa leo wanavyokuwa wanachukiana. Itatoka wapi baraka, ndugu zangu Waislamu, ikiwa Waislamu wanachukiana? Mwenyezi Mungu ataiondosha baraka. Abdurrahman ibn Auf anamwambia mwenzake sahaba, barakallahu, Mwenyezi Mungu akubarikie mali yako, mashamba yako, wake zako, lakini naomba unifungulie kibanda hapa katika masoko ya Madina, angalau niuze mboga. Abdurrahman ibn Auf sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafunguliwa kibanda katika masoko ya Madina, kibanda cha kuuza mboga Waislamu. Lakini angalia baraka ilivyokuwa katika ukhalifa wa Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Anaonekana Abdurrahman bin Auf, msafara wake ngamia 73 waliojaa shehena wanaingia Madina. Wale watu wa Madina wanaukimbilia msafara wake kwenda kununua kule kuja kuuza Madina. Lakini siku hii Abdurrahman bin Auf anazungumza maneno makubwa sana, maneno mazito sana. Anawaambia, leo sifanyi biashara na mtu yoyote. Leo mimi sifanyi biashara na mtu yoyote. Abdurrahman bin Auf anaingia na ngamia 73 mpaka kwa Amir al-Mu'minin. Anamwambia, ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, shuhudia leo hawa ngamia wangu 73 na watoa sabilillahi sadaka waganyie maskini wa Madina. Allahu akbar, ya salam. Hawa ndio walijua nini baraka. Walitoa wakijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atabarikiwa. Abdurrahman bin Auf akatoa ngamia wake 73 waliojaa shehena, akawaganyia maskini wa Madina. Ya salam. Mfano leo ni mtu ambaye kwamba
ana trailer za mchele 73 na sukari. Alafu anakuja kwa imamu wetu hapa, Imamu Shaaban. Anamwambia shuhudia leo mimi natoa hizi trailer zangu 73 pamoja na sukari ziko ndani, wapatiweni maskini wa hapa. Nani anaweza fanya hivi? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu ndani ya Qur'an, anasema radiyallahu anhu wa radu anhu dhalika liman khashiya rabba. Hawa walijua umuhimu wa kutafuta baraka. Ndugu zangu Waislamu, baraka zinatafutwa kwa kutoa sadaka. Unatafuta baraka hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Jizoeshe sana Muislamu kufuturisha angalau hata mtu mmoja pako nyumbani, usikosekane hata mtu mmoja kufuturu. Fadhila ambazo kwamba zinapatikana ndani ya Ramadhani. Wallahi Muislamu, nakwambieni kwako nyumbani tangu Ramadhani imeanza, isikose hata mtu mmoja kuja kufuturu kwako. Hizi ni thawabu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi ataenda kutulipa, na malipo ya saumu Allah ndiye anayejua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ata'u Ramadhanu shahrul mubarak, umewakujieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka. Baraka ndugu zangu Waislamu. Abdurrahman bin Auf katika maneno yake anasema hajawahi kosa kumuomba, akamuomba Allah, ya Rabbi ya Allah, ya Allah, ila Allah anamzidishia katika mambo yake. Yani akiomba hivi Allah alikuwa akimjibu dua yake, anamzidishia katika namna alivyokuwa amepata baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mkumbuke huyo Abdurrahman bin Auf aligura pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina akiwa hana lolote, maskini wa kuomba, lakini akaona yeye hawezi akaomba, akawaambia nifungulieni kibanda katika masoko ya Madina. Kile kibanda ndio hichi sahihi kimemletea faida. Anaingia ndani ya Madina, msafara wake wale ambao walikuwa wakimuuzia sasa wananunua kwake. Baraka ndugu zangu Waislamu, baraka. Mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa baraka Waislamu. Tusichezeeni Ramadhani ikapita ikaenda tukakosa fadhila za baraka ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu atupatie fadhila za baraka ya Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faradallahu alaikum siyam, tumewafaradhieni saumu katika mwezi huu. Saumu ni fardhi, ni lazima. Wewe Muislamu ujue kufunga ni Ramadhani ni lazima. Usiwe wewe unamdanganya unasema mimi nafunga lakini ufungi. Wallahi hakuna hasara kubwa mtu kuipata katika mwezi huu ambayo kwamba atakosa kufunga hata siku moja kwa sababu ambayo kwamba si ya kisheria. Imam Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi ana maneno yake, anasema Imam Al-Jawzi asema, wallahi law qila li ahli al-qubur tatamanna yawma min Ramadhan. Allahu akbar, maneno mazito sana. Asema wallahi, naapa kwa Allah, naapa kwa Mwenyezi Mungu, law qila li ahli al-qubur, lau watasimama watu wa makaburini waseme wanatamani nini? Anasema tatamanna yawma min shahri Ramadhan, watatamani siku moja tu, siku moja pekee yake ya mwezi wa Ramadhani. Wewe Muislamu uko hai, una afya, kwa nini usifunge Muislamu? Kwa nini usichukue hizi bonga pointi? Muislamu, Ramadhani ni mwezi wa kuja kupata kuvuna. Muislamu, Ramadhani ni mwezi wa baraka. Muislamu, Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa. Muislamu, Ramadhani ni mwezi wa kheri. Muislamu, Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa hasara imeingia Ramadhani, alafu Ramadhani imeisha, Muislamu hujapata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani atakayekusamehea mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nani atakayekusamehea isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sote tunaomba msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie leo katika siku ya leo ya Ramadhani, Ijumaa, Mwenyezi Mungu atufutie madhambi yetu yote. Semina. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, ata'u Ramadhan shahrul mubarak,
umekujieni Ramadhani, mwezi wa baraka. Faradallahu alaykum siyam, Mungu amewafaridhieni kufunga. Alafu wafutihat abwabu janna, milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, mashaitani wanafungwa. Haya yote ni kwa sababu gani? Ili mtu asiwe na excuse kwamba bwana mimi nilighafilika, shaitani nilidanganya. La, mashaitani wanafungwa, milango ya pepo inafunguliwa. Waislamu tunangoja nini? Waislamu tunangoja nini? Waislamu tunangoja nini? Tufanyeni khairi Waislamu, tuzidisheni khairi katika mwezi huu wa Ramadhani. Tutoeni sadaka kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani. Tufungeni katika mwezi wa Ramadhani. Tufanyeni mambo ya khairi katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana watu wengi walipoisoma hadithi hii, atau Ramadhanu shahrul mubaraka, wengi katika wanachuoni wenye akili na wale matajiri wa Kiislamu wakawa mipango yao ya kutoa zaka, mipango yao ya kutoa sadaka wanaipanga katika Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba bwana Mtume, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa nini? Wa baraka. Wewe Muislamu, kama una mipango yako kimaisha, biashara zako zifanye hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Kama na biashara yako ifungue katika mwezi wa Ramadhani. Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka. Mungu atakuwekea baraka katika biashara yako. Mungu atakuwekea baraka katika mambo yako. Sadaka zako zitoe Muislamu katika mwezi huu wa Ramadhani. Baraka, ndugu zangu Waislamu, baraka ni kitu kikubwa sana. Kuna watu leo wamekufa miaka 200 lakini wanatajwa jina lao bado utasikia kama lipya hivi. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapia baraka katika maisha yao. Baraka katika maisha yao. Ndugu zangu Waislamu, tuitafuteni baraka katika mwezi huu wa Ramadhani. Tutafuteni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa qawli hadha wa astaghfirullah al-azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.